Then a man came and was putting his fingers in my anus and then saying that, say you're feeling nice, say you're feeling good, say you're sending some here. Then they would do that. And then they told me to turn around, I'm naked. So all this time they're telling me they're recording everything they're doing to us, or rather they're doing to me. So they're recording this. They're teaching me a lesson. So I start naked, they turn me around, say your name, your wife's name, your kid's name. Na karibu mtazamaji kwenye kipindi cha Sauti ya Ukweli. Leo tunazungumzia tukio linaloumiza moyo linalowapa wanaharakati wawili mashuhuri kutoka Afrika Mashariki, au sio? Boniface Mwangi wa Kenya na Agatha Atuhaire kutoka Uganda. Mwezi Mei mwaka 2025, Boniface na Agatha walielekea nchini Tanzania mjini Dar es Salaam. Lengo lao lilikuwa moja, kuonyesha mshikamano na mwanasiasa upinzani Tundu Lissu aliyekuwa anafika mahakamani kujibu mashtaka ya uhaini. Kama wanaharakati na watetezi wa haki walihudhuria kikao cha mahakama kwa amani. Hawakukuwa na maandamano, hawakukuwa na vurugu, walikuwa tu raia wa Afrika Mashariki waliokuja kushuhudia haki kitendeka. Usiku wa tarehe 15 Mei walipokuwa katika hoteli moja mjini Dar es Salaam, wanaume waliovaa kiraia waliingia chumbani kwao bila kujitambulisha rasmi. Waliwakamata kwa nguvu, walifungwa macho kwa vitambaa vyeusi, simu zao na vitu zao vyote kuchukuliwa. Walihisi wakiwa katika hatari, walibebwa kwa magari ambapo walikiri halikuwa la polisi wa kawaida. Safari ilikuwa ndefu yenye ukimya na huzuni, lakini unyanyasaji ndipo ulianza. Walipopelekwa katika eneo ambalo halijulikani, walitoa ushuhuda wa kushangaza. Walivuliwa nguo, waliulizwa maswali ya kisiasa, waliambiwa waeleze kwa nini walikuja nchini Tanzania, na Boniface alieleza kuwa walikuwa tu kutazama kesi kama raia wa Afrika Mashariki. Lakini jibu hilo halikuwa tosha. Waliowakamata, badala ya kuachilia waendelea kuwatisha, kuwadhililisha na jambo la kutisha, kuwalazimisha kuvuliwa hadi uchi. Walipigwa picha wakiwa uchi, waliambiwa picha hizo zitaibisha kwa kitaifa. Boniface Mwangi alisema kuwa walifanyiwa unyanyasaji wa kingono, waliguza miili yao bila ridhaa. Unajua Boniface ni mwanaume na kuguza mwili yake hiyo, yani haipaswi kabisa. Waliwaamuru kusimama, kukaa, hata kupiga magoti huku akicheka. Kwa huo ulikuwa mchezo wa kuadhililisha tu. Baada ya saa kadhaa za mateso, waliwekwa tena kwenye gari. Safari nyingine ikaanza bila kujua waliko. Walijikuta wametupwa karibu na mipaka ya Kenya na Uganda. Hawakukuwa na maelezo, hawakukuwa na msaada. Walikuwa wakiwa na hawakukuwa na msaada, walikuwa wakiwa, na waliamua kusafiri kwa usaidizi wa watu wa kawaida waliowaona njiani. Walipofika nyumbani, walikaa kimya kwa siku chache wakipata nafuu, lakini wakajua kama hawatasema ukweli, watu wengine wanaweza kuteseka kimya kimya kama hao.